Ninakusalimu mwana Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom mwana Mungu. Siku ya leo tunajaribu kuangalia kitabu kile cha Samueli wa kwanza 1 ule mstari wa 8. Na thimu yetu itakuwa kwamba mtu yote yule asikuzuie kukimbilia ama kutimiza ndoto zako, kwa maana hajui kile ambacho anakipitia. Tunaangalia kwa habari ya Hana ambaye alikuwa hana mtoto na mume wake tunaambia alikuwa anampenda. Tena ili kumtuliza anampa sehemu mara 2 kuliko Penina. Na ukisoma ule mstari wa 8 ambao ndio fungu letu kubwa, mume wake anamwambia, "Je, hauli? Chakula hauli? Mbona unakuwa na huzuni? Ni kwa nini? Je, watoto 10 ni bora kuliko mimi?" Ukijaribu kuangalia kwa haraka haraka utafikiri alikuwa anamwazia mema sana, lakini kumbe kwa upande mwingine alikuwa anazuia jambo kutokea kwa Hana. Na wengi wetu tumekuwa tukifanywa wema tukifikiri kwamba wanatupenda, lakini kumbe hawatupendi. Tunazuia kusudi, na wengi wamezuilia hatima zao, wamezuiliwa kufika kwenye hatima zao kwa sababu ya hii misaada. Mtu anakupa tu msaada kadogo, unaona umefika, lakini kumbe ulitakiwa ufocus kwenye kile ambacho unataka kwenda, kile ambacho unataka kuendea. Kwa hiyo chukua siku ya leo kwamba asiwepo mtu yote wa kukuzuia. Hata Esther pia alimzuia Mordekai, akampelekea chakula, akampelekea mavazi, akanamwambia kwamba avae, aondoke kwenye hali ya huzuni, hali ya kulia, lakini kumbe ilikuwa ni kuzuia kusudi. Fikiria Mordekai angeacha kulia, angeacha kuomboleza, ingekuwaje? Hivyo fikiria kwamba Hana asingeendelea kumwomba Mungu, yes, angekuja kupatikana Samueli? Ina maana kwamba asingepatikana. Kwa hiyo chochote kile mtu anachokuzuia anakupa ili kuzuia ndoto zako, usikubali. Unaweza ukapokea, lakini just focus on your dream mpaka ufike kwenye destination yako, kisiwepo chochote kile cha kukuzuia. Shalom.